bila tatu. Nimetoka kuhubiri, nimeenda kwa hoteli, nimetoa kanzu imejaa jasho. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, sina mtoto, nimetafuta mtoto kwa fedha, nimetafuta mtoto kwa kila jinsi, nimeshindwa. Nikamwambia, shika kanzu yangu, kanzu ile ilikuwa nimehubiri nayo, vaa. Yule baba alivaa saa hiyo usiku, wakajuana na mke wake. Leo wako na watoto wangapi? Kuna watu, acha niseme, unajua nimemzoea mchungaji mpaka wengine hii wiki ndio wamejua, kumbe mchungaji wetu yuko hivi. Nimetoka leo nimesikia mpaka wanasema kumbe mchungaji wetu ni very powerful. Ndio vile tumepata huduma. Kwa sababu gani? Siku zote mlimchukulia kama mchungaji, hamkumchukulia kama mtu wa Mungu. Hapo ndio kosa mlifanya. Mlimchukulia kwa huyu ni mchungaji wetu wa Lutheran. Hamkujua yeye ni mtu wa Mungu ambaye anaweza badilisha maisha yako completely. Kuna watu tarudia tena, unahangaika, unataabika, unateseka, lakini kuna watu Bwana amewapatia mafuta, wanaweza kukuangalia, wakupatie neno, na hilo neno likatimia, likakutoa kwa shida yako yote, likakutoa kwa maradhi yote. Ninaomba Bwana Yesu aachilie mtu wa Mungu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ni mkubwa sana. Kama wewe ni mhubiri unataka Jerusalem, hivi ndivyo anasema hivi. Oral Roberts University ndio university kubwa ya Kimarekani ambayo iko amini ya Kristo ambayo iko Amerika. Najua watu wengi wanajua Oral Roberts University. Mwenyewe Oral Roberts alitafuta uso wa Mungu, ni msomi. Mungu akamwambia, nataka unijengee chuo kikuu cha Kristo. Akaenda kwa benki na akaenda kwa sababu kwa miaka mitatu alikuwa anachukua watoto wa mishina ambao hawana hela. Kwa hivyo ikatafutwa mali yake yote, ikashikwa, ikaonekana haitoshi. Akaambiwa siku ya Jumatano koti inaenda kupitisha, utakuwa bankrupt, utatangazwa bankrupt. Na nimeambiwa Marekani, ukitangazwa bankrupt uruhusiwi kufanya kazi yote wala shughuli yoyote. Unachukuliwa, unapelekwa nyumba ya wazee, unakaa pale kungojea kifo. Akiwa katika hiyo hali, babu yangu wa kiroho Benson Dahosha akawa anahubiri Washington DC. Akiwa anahubiri Washington DC, akaambiwa na tia apostle, kwa sababu gani unahubiri? Na sisi tumesema hii mwezi mzima hatuhubiri. Tunakutana kwa Oral University, wahubiri wote wa Marekani, tunamhubiria Mungu juu ya Oral Roberts, kwa sababu Mungu alimwambia Oral Roberts jenga university. Oral Roberts amejenga. Sasa university yenyewe ameshindwa kulipa na wamempeleka kotini. Na vile inaelekea siku ya Jumatatu, hukumu ni bankrupt. Na siku hiyo ilikuwa siku ya Jumatatu. Kwa hivyo baba akaingia ndege, akaenda Tulsa pale ambapo Oklahoma, pale ambapo Oral Roberts University hiyo. Akawakuta wako pale ambapo panaitwa Oral Roberts Tower. Oral Roberts Tower ni nyumba ambayo Oral Roberts ametoa mishonari, hawatoi hela. Wakajua university inachukuliwa na serikali. Sasa haitakuwa tena ya kiroho, wanalia. Inasemekana, nimesoma kitabu cha T.L. Osborne, Wonders and Miracles, inaitwa hivyo.